Juzi tu kulikuwa na dereva ambaye alipatikana akichukua pombe, akunywe pombe kwanza ndio ingie kwa gari aweze kuendesha gari kuelekea upande wa Nyeri. Na mambo kama hayo yanarudi baadaye yanatuletea ajali katika barabara zetu. Kwa hivyo hata hii mambo ya ongezeko la ajali katika barabara zetu inaletwa na unywaji wa pombe, kwa sababu inakuwa rahisi sana kwa madereva wetu, kwa manamba wetu, kwa wale ambao wanafanya biashara hapo karibu na stage kupata hiyo pombe. Hii biashara tumefanya kwa muda mrefu sana, tumekuwa tunakata license like 8 years tumekuwa kwa hii biashara. We think wenye wanasema hawataki wines. Na tuko na malon, tuko na nini, kazi ndio tunategemea, hakuna kazi nyingine tunategemea, na tujakosa kulipa license au tumekataa kulipa license, waseme labda ni license hatulipi, that's why wanatufukuza labda kwa kwenye tunafanyia biashara. Hapa ndo natoa my daily meal. Sasa kutuambia ati kazi inafungwa ama tunatolewa kwa stage ama kwa kazi, mtu ataanzia wapi? Kitu cha kwanza tuanza kuteseka na kuhangaika. Mimi namuunga mkono Governor Susan Kihika 100% ya kwamba aweze kupiga marufuku uuzaji wa pombe katika stages na katika soko. Hili ni jambo ambalo limekuja kwa wakati ambapo unapofaa. Ile sheria ya NTSA inasema don't drink and drive. Biashara ya pombe itoke hapo iende nje. Kwa sababu ni nini? Watu wanaamkia pombe asubuhi. Unapata hata kama ni dereva akikuja hapo, akiweka wateja anaingia kate moja kwanza. Alafu ndiye achukue watu wengine. Aje hiyo biashara itoke katikati ya hapo town ama hapo kwa market waifanyie nje ya town.